mnasikia ati mimi hakuna kazi nafanya, ati huku nimenyamaza watu wetu wakiteseka. Mimi nataka kupatiana mawaidha. Tafadhali, ukikuja Kirinyaga kufanya homework kidogo tu. Just a little bit. A little bit of homework. Hiyo shida ya Kerema Slopes mulisikia ikitajwa. Na ilikuwa hapa imetajiwa hapa siku ya Sunday. Kerema Slopes waliniambia wako na shida ya maziwa. Wakasema KCC imesema haitanunua. Pia wale wa Meru wa maziwa wamesema pia hawata. Mimi nikaitana mkutano. Na siendangi nikishinda nikipayuka kila mahali. Huyu Kalba ako wapi? Waziri wangu wa trade. Ndio nilimtuma huyu. Na wakakuwa na mkutano na KCC. Na wakakutana na Meru Slopes na watu wetu. Na ile maziwa walikuwa wamekataa kuchukua hiyo siku. Wakakubali kuchukua 65,000 liters per day from Kerema Slopes. Kwa hivyo ukikuja Kirinyaga, tafadhali jipatie heshima. Ufanye homework kidogo. Sikupewa porojo na mtu akipita wewe ni kiongozi mkubwa sana. Ukuwe na facts before you come. That issue was solved long before ulikanyanga Kirinyaga Jumapili. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Nilikuwa nimesema sitaki kujibiana lakini facts ni facts, ndio? Ukweli wa mambo ujulika? Kwa sababu hata akisema hao wenye Kerema Slopes wanajua watu wangu kina Kalbat walikuwa wameshatatua hiyo maneno. Na sikuwa nangojea nikuje nipewe instructions kutoka nje. Mimi ni kiongozi ambaye nimechaguliwa na hawa watu. Na kazi Kirinyaga tunajua kuifanya. Tunaweza kuwa kuna zile jambo ambalo hapa na pale inaweza kuwa ina delay. Lakini sio kusema ni kazi tumeshindwa. Ati mtu kazi yake ni kusema tu hapa umefanyiwa kwa hivyo hujafanyiwa. Kazi inafanywa na mutaratara. Wera wekagwa na mutara? Kazi ufanywa na mutaratara. Si ndio? Kazi inafanywa na mutaratara sio kuenda. Na nakwambia usijiharibie tafadhali. Kwa sababu ukikuja ati sasa uambiwe na mtu akudanganye ati tuende mpaka kwao nyumbani kwa sababu unasikia ati kwetu ni wapi ati sasa usemee hapo. Hao watu umewacha hapo wanajua maziwa yao inachukuliwa. Kwa hivyo ukitoka wanasema lakini hiyo matusi was it necessary? Watu wanakuangalia nasema lakini si hapo umeenda a little bit too far. Unajua unaweza enda kidogo uende upite. Si ndio? Mimi situkanangi mtu na mnajua hivyo. Mimi sijawahi mshaisikia nikitukanana? Sijawahi tukanana, sipeani porojo za watu wengine, lakini mimi nimechaguliwa mara ya pili kama gavana wa Kirinyaga County. Na watu wa Kirinyaga sidhani wanasema wamekosea. Kwa hivyo tupeane heshima kama viongozi. Si ndio? Sasa nikishasema hayo, niseme hivi na nitarudia. Mimi hakuna mahali naenda. Mungu akituweka mpaka 2027. Akitufikisha mimi niko hapa. Na ukiniangalia hivi nataka kukuuliza utaniweza kweli? Utaniweza? Governor wa county, usidharau governor yeyote. Governor hajafika hapo kwa sababu ya kukosa kujua ama kukosa watu ambao wamemshikilia. Wale wamenyamaza ni wengi. Wale wanashikilia governor ni wengi. Na mimi nitasema hivi. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama mtu anasema kwa sababu mnajua wamebabaika kwa sababu nilisema mimi nitaonesha njia watu wa Kirinyaga. Kwa sababu kama kiongozi ni vizuri tuonyeshe nini? Na mimi ndio nilianza ile sauti ya kusema nasikiza nini? Ni
kusikiza kutoka kwangu. Mimi ndo nilianzisha maneno ya kusikiza nini? Ground. Kwa hivyo kama iko mtu anajua kusikiza ground ni minji. Si ndio? Na tunaangalia vile maneno inaenda, na sisi tutajipanga vilivyo na tutaonesha watu wa Kirinyaga njia. Kwa hivyo asibabaike, aanze kusema kwa sababu nimesema hivyo akuje aanze kuniita majina. Mimi bado nitarudia, Mungu akitufikishia 2027 netokoniado wa Kirinyaga jera. Na jerere tukamuonia ti yako mote. Na jera toe mwe. Na hivyo huyo mtu vile anasema tusikafanye wengine Mungu, hata yeye hatutamfanya Mungu. Hakuna Mungu kwa katika viongozi na binadamu. Sisi wote tunaabudu Mungu aliye mbinguni. Kwa hivyo sisi wote tupeane heshima. Wakati wa siasa utafika. Na sisi wote tutaanguka wapi? Kwa kiwanja. Na Dwakere, mimi wa kwanza, mimi ni mzazi. Mimi ni mzazi. Alafu mimi ni kiongozi. Ukiona tumenyamaza, si kusema ati tuna support. Saa ingine ni uchungu ya mzazi, unafikiria ni nini naweza fanya mimi kama kiongozi, kwa sababu siwezi teta kama wale wengine ambao hawajachaguliwa. Mambo ambayo yameendelea nationally. Kuna kifo ya ule kijana ambaye aliuliwa katika cell kule Nairobi, Albert Ojwang. Mimi nishasema from the beginning na nimesema tena Kirinyaga. There is no leader with their insane mind who can support the abduction of our young people. And I do not support it. I don't support it. Sisi kila siku hapa kama viongozi kuna wale wanatutusi. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Wanatutusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Hatutumi watu wawashike. Because as a leader, you are expected to have a little bit more tolerance. If you have no tolerance, kama hauwezi kujicontrol, you do not qualify to be a leader. You don't. And so, I want to be very categorical on that matter. That it is extremely unfortunate that in this day and age, in a democratic republic, that we can have incidences where people can be taken from their homes, taken to a cell, and killed. And then we start passing the buck from one individual to another. Mimi nasimama na wale tunasema, there must be accountability. And action must be taken. And that action must be taken not just because somebody has said, but we as the people of Kenya must see and believe that action has been taken. Pia nichangie moto kuhusu hili jambo ambalo la kijana ambaye alikuwa kule Nairobi akapigwa risasi. Nimeangalia hiyo video mara kadhaa. Nimeangalia video, nikaangalia tena na nikaangalia tena. Na nikasikia kuna watu wanasema ati provocation. Mimi sikuona huyo kijana akiprovoke mtu yeyote. Mimi nimemwona amesimama, lazima kukue kuna matamshi. But there cannot be any justification to take anybody's life, even if you're insulted. There is no justification. Kwa sababu tukisema ati ukikasirika unaweza kufanya, hii nchi itaenda wapi? Kwa sababu wale ambao wako na bunduki ni wengi. Kuna wale wako polisi, kuna reservists na kuna private gun holders.
Tukisema mtu ambaye ako na bunduki ukimwongelesha na heshima sana, kwa sababu anaweza kukuua wakati wowote. Tunaweza kubali kweli? We will not allow this country to go into anarchy. That policeman must be held to account. We respect our policemen. Tunawapatia heshima. Na saa zingine mnaweza vutana na watu, especially during demonstration. The reason why there is supposed to be a process of selecting police officers, hiyo training yao ya kuonesha they can endure. You know, there is a training, wanaambiwa wakimbie, waende chini kwa matope, wapande miti, is to check whether you have the capability to endure strain. Na wale ambao hawana hiyo capability wasipewe bunduki wakwe wanabeba. Kwa sababu ni sheria na katiba inasema kila mtu ako na haki ya kupicket. Si ndio? It's within the constitution. You do it respectfully, without destruction of properties, but also the policemen on the other hand, pia nyinyi, you must be held to account.